Bana inakuaje, mimi naitwa Ali Adam 13, hii hapa ni 69 Media. Hope so tayari umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Of course wewe ni mwanafamilia 69 na ndio maana uko hapa this time. Bana kama ulifuatilia, kulikuwa na festival kubwa ya muziki, ilikuwa ni Serengeti Music Festival ambayo ilifanyika pale kwenye viwanja vya Tanganyika Packers. Of course ilikuwa ni stage ya maana sana, stage bab kubwa, na kulikuwa na muziki wa kufa mtu, yani Majizo walijipanga kwenye swala zima la muziki. Walipata nafasi ya kuona wanamuziki wao pendwa ambao walikuwa wamehudhuria pale kwa lengo la kuwaburudisha, na watu waliburudika vizuri, na tukaona waheshimiwa mtu kama Mapana kutoka Basata alifika pale na kuiwakilisha serikali kwenye swala zima la kudumisha burudani kwa watu na kudumisha amani, kisha watu kuelekea uchaguzi mkuu kuwa na amani zaidi na watu wasilete vurugu kabisa. Kama wameonyesha hivyo, serikali inawajali watu zake kwa kuwekea burudani, tena ilikuwa free. Yani unafika pale unamwona Zuchu, unamwona Alikiba, unamwona Harmonize, ilikuwa ni bure kabisa. Unahitaji na kutoa shilingi 100 ya Kitanzania kwa ajili ya kuwaona watu hao. So watu walifika na kuenjoy, lakini story kubwa imekuwa ni Dogo Pateni bana. Huyu Dogo ameibua gumzo mitandaoni kwa kuwa na ustaa wa haraka na baadhi ya watu kuamini ya kwamba ustaa uhitaji ndumba wala nini, kujituma tu. Na wale ambao walikuwa wakidharau TikTok na kusema TikTok mtandao gani bana, unakesha TikTok, una maana yoyote. Kumbe TikTok ndio mtandao ambao umemfanya Dogo Pateni, Dogo Sergeant ambao tunawaimba leo kwenye mitandao ya kijamii wamepatikana huko bana. So ile verse ya Afande legeze kamba, yote ni kwa sababu ya mchumba ndio imenifanya mimi naiba Afande. Ndio ngoma ambayo inafanywa vizuri sana kwenye upande mzima wa TikTok challenge. Ukiingia TikTok huko bwana, ukiswipe video ya kwanza, ya pili, ya tatu, lazima ukutane na video hiyo mtu kafanya challenge ya Afande legeze kamba. Sasa wewe Afande amekulegezea kamba au bado? Sasa hii issue ya Afande legeze kamba ikaanza kwenye media moja mpaka media nyingine, mpaka Dogo Pateni akapata nafasi ya kwenda pale kwenye media Wasafi na kufanya hivyo challenge na nini, verse yake akaipiga pale, watu wakaikubali. And then tukamwona msanii Zuchu kutoka WCB akawa ameikubali zaidi ile verse na kupita nayo. Na baada ya hapo akafanya sampling ya ngoma na kumuita Dogo Pateni pembeni, tukae chini sasa tuandae kitu, mdogo wangu tufanye kitu, twende mjini. Na kweli bana, Zuchu ana Dogo, Pateni ana Dogo. Hapa na pale wakatoa collaboration ambayo tayari Dogo Pateni ameshaweka hiyo audio ambayo amemba na Zuchu, wimbo ukiwa unaitwa Afande. So kama bado nafasi ya kusikiliza Afande legeze kamba ya Pateni na Zuchu, tuambie kuna kitu gani kimeongezeka au kitu gani kimepungua baada ya Pateni kumuingiza Zuchu kwenye ngoma yake. Sasa maneno ya walimwengu ni mengi sana, ikiwamo hili hapa. Watu wanasema bana, Zuchu kwenye performance yake ya Serengeti Music Festival pale Tanganyika Packers ilikuwa imedorora sana, lakini baada ya kumpandisha Pateni ndio show yake ikawa kubwa. So ndo upepo tuseme kwamba Pateni yamemfunika hata Zuchu kipindi hiki. Ndio maneno ya watu wanaongea huko. Nasema Pateni bana, ni kutokana na ngoma yake ambayo amefanya sasa hivi hata upepo wa Diamond atusikii. Ile kuna nazi kuna imepotea. Challenge za kuna nazi kuna hazisikiki tena. Sasa hivi ni Afande legeze kamba. Na watu wanasema kama upepo wako umeweza kumfunika Biggie na maanisha Diamond Platnumz kwenye trending za muziki huko kwenye social networks kama TikTok, Instagram, watu wakaanza kufanya challenge ngoma yako kwa wingi kuliko hata ngoma ya Simba la Masimba Dangote, basi lazima walimwengu wa kufungia kikao na waseme udogo na kitu gani. Na ndio tukifanya Wasafi baada ya kuona Dogo Pateni anafanya vizuri, wakaamua kumweka chini, wakamchukua kwenye interview. Baada ya interview wakafanya collaboration na Zuchu. Baada ya kufanya collaboration tukaona Zuchu amempa nafasi Dogo Pateni ya kuperform kwenye Serengeti Music Festival. Na kama unavyojua pale watu walikuwa ni wengi, wasanii A-list ya wasanii wa Tanzania walikuwa pale wanafanya hivyo vitu. So tulikuwa tunategemea mengi, na Dogo Pateni kwa kweli amewasilisha kile ambacho Watanzania walikuwa na kihitaji, japo kwa udogo tu alikuwa anaonekana bado uzoefu wa kuperform ulikuwa hauko kivile, na Zuchu alikuwa kidogo anamuonyesha fanya hiki fanya kile. Lakini watu wanasema bana, Zuchu show yake ilikuwa imedorora, lakini baada ya Dogo Pateni kupandishwa tukaona mashabiki wakiwa wanaimba naye. Watu sema ya kwamba inatosha kusema Dogo Pateni ameuchukua upepo wa muziki kwa sasa. Lakini pia haijaishia hapo. Watu wengi wanasema ya kwamba ule upepo wa mapiano ambao watu walikuwa wanapita nao, ule dishu amati abati abawe yote imepotea. Sasa hivi watu wote wameelekea kwenye upepo wa singeli.
kama inavyosemekana kwamba Singeli bwana ilikuwa inapewa nafasi, lakini ikipewa nafasi watu wanaamini kwamba haiwezi kufika international. Lakini sasa hivi watu wamekubaliana kwamba Singeli ni muziki international unafanya vizuri. Tukumbuke back in the days pale kwenye tuzo za Trace Awards, Diamond Platnumz alifanikiwa kuperform, na baada ya kuperform alipiga kionjo cha wimbo wa Singeli na kuonyesha kwamba wageni, sisi hapa Tanzania tuna muziki wetu wa kwetu kabisa nyumbani, ndo huu hapa unaitwa Singeli. So unaitwa Singeli to the worldwide. Wasanii wote wakubwa wanajitahidi kuonyesha kwamba Singeli ndio muziki ambao wanafanya vizuri. Lakini je, unakubaliana na watu wanavyosema ya kwamba Dogo Pateni amechukua upepo wa Diamond Platnumz, amechukua upepo wa Zuchu, wa Alikiba na wasanii wengi, A-list ya wasanii kibao, na kuweka mfukoni, alafu na ngoma yake tu ya Afande ndio imechukua upepo wa muziki Tanzania? Tuambie kwenye comment kama ni kweli. Lakini pia haijaishia hapo. Tunajua kwamba Dogo Pateni alikuwa na msanii mwenzake kipindi hiko ambaye Ndogo Sergeant, na inavyoonekana mpaka sasa hivi Dogo Pateni tayari amefanikiwa kupiga hatua moja kwenda sehemu nyingine kimuziki, na Dogo Sergeant ambaye alikuwa yuko naye kwenye kikundi chake bado inaonekana anajivuta, lakini media zinaendelea kumpa nafasi Sergeant kama anavyompa Pateni. Lakini pia mengi yanaibuka sasa hivi, kama umeshuhudia kwenye mitandao ya kijamii kwa Baba Levo naye na msanii wake wa Singeli. Inaonekana Zuchu kampiga dongo Baba Levo kwenye muziki huu hapo wa Afande, kamtaja mabua bwana hampendi. Ni kweli kabisa, kwenye verse ambayo ameimba humo Zuchu utasikia kamtaja mapua na pua yake kubwa, na watu wanasema huyo ni Baba Levo. Na Baba Levo baada ya muda kidogo akaposti video iko anaonyesha Dogo Pateni anaimba, alafu akaweka emoji za kucheka pale chini. So baada ya hapo tukaona Baba Levo amemtambulisha kijana, amemuonyesha pale na kumsifia kwamba anamtafuta kijana huyu anaitwa nani na nini. So za ndani kabisa nasema Baba Levo huyo ni msanii wake wa Singeli na yupo tayari kwa ajili ya kumtambulisha, kwani upepo wa Singeli tayari umechukua muziki wa Tanzania kinomanoma, na hope so unaweza kuchukua ramani nyingine kabisa kwenye muziki wa East Africa, lakini pengine unaweza kuwa ni muziki bora kabisa kwa Afrika. Mimi naitwa Ali Adabo hapa 69 Media. Hope so tayari umesubscribe na kubonyeza alama kengele. Bye bye.